Alama za nyakati. Karibu sana msikilizaji wa Praise Power Radio kwenye alama za nyakati. Kipekee kabisa na kukaribisha tuweze kuianza safari ya simulizi ambayo tuko nayo. Simulizi hii ni ya binti anayeitwa Mariam. Katika safari ya maisha yake, Mariam ana vitu vingi sana vya kuweza kutujuza. Kama tunavyofahamu, lengo la alama za nyakati ni wewe kuweza kujifunza, lakini wakati mwingine kupata unafuu. Kuna wakati unasikia moyo umeinama. Kuna wakati unasikia kukata tamaa kabisa. Lakini unaposikia kwa mtu mwingine unasema kumbe inawezekana, kumbe na mimi nitavuka, kumbe hata hili mimi nitalishinda, kwa sababu umemsikia mtu mmoja. Na hili ndiyo lengo la alama za nyakati. Mimi ni Agnes Hosea. Tutakuwa pamoja katika safari ya simulizi hii kuanzia mwanzo hadi tamati. Lakini haya yote yanakujia kwa udhamini mnono wa Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God, kanisa ambalo liko chini ya uangalizi wa Bishop Rose Mgeta. Na siku ya Jumanne kama ilivyo kawaida, kunakuwa na maombi ya mtu mmoja mmoja kuanzia majira ya saa 3 hadi baadaye sana. Yani manake watu ambao wanakuja saa 3, wale wa saa 4, wale wa saa 5, wote watahudumiwa. Lakini kikubwa ni kuweza kuwahi ili uweze pia kuendelea na majukumu yako mengine. Nikukaribishe kipekee sana wewe ambaye una changamoto yoyote katika maisha yako. Bishop ameitenga hii siku kwa ajili yako. Na nikwambie tu, utakapomwambia utapata unafuu, lakini pia hiko ambacho umemwambia kitakuwa sehemu salama. Kuna mtu anajifikiria, niseme hiki, nimwambie hiki, atanifikiriaje? Ni mtumishi wa Mungu, Mungu amemtenga kwa kazi hii. Kuwa na amani, sema kila kitu ili upone. Sema kila kitu ili upate unafuu. Sema kila kitu ili usaidike. Haina haja ya kuficha. Kwa hiyo wale wengine wengi ambao walikosa wa kumwambia, walikosa wa kumsimulia kwa sababu ya hofu ya kuanikwa mambo yao hadharani, walikimbilia hapa Mlima wa Moto. Siku kama ya leo walionana na Bishop na wakamweleza, wakaombewa, wakapata unafuu, wakupona walipona, wakufunguliwa walifunguliwa. Nikukaribishe tena kwenye simulizi hii ya Mariam. Hii ikiwa ni sehemu ya kwanza. Unaweza kutuandikia ujumbe wako kupitia nambari ya simu ya 0742993123. Mariam anasema, ulimwengu una siri nyingi sana. Labda siri hizo ndizo zinazofanya ulimwengu uwe jinsi ulivyo leo. Kuna mambo mengi yamefichika juu ya kila hali. Pengine wale tunawaona wema machoni petu wanaweza kuwa wabaya kupindukia, na wale tunawaona wabaya wanaweza kuwa wema kuliko tuwezavyo kujua sisi. Ulimwengu unaturuhusu kuyajua tu yale ambayo watu wachache wametaka tuyajue. Unaweza kubisha, lakini uhalisia ndiyo huo. Kitu kinachoonekana kuwa chema mchana kinaweza kuwa kiovu sana nyakati za usiku. Ndiyo maana mchana tunaonekana wema, lakini usiku tunajishuhudia sisi wenyewe kuwa ni waovu. Huyu ni Mariam, msikilizaji. Kwa mwonekano unaweza kumdhania kuwa ni Muislamu, na hii ni kwa sababu ya namna ambavyo anapendelea kuvaa. Ukijumlisha na jina lake, basi haujiulizi chochote ukikutana naye. Unajua moja kwa moja huyu ni binti wa Kiislamu. Lakini iko tofauti kabisa.
Mariam anasema msimamo wake wa kidini, yeye ni Mkristo Mkatoliki. Amezaliwa katika familia ya kimaskini sana. Hakuchagua kuzaliwa katika familia hiyo. Alizaliwa tu kwa kuwa lilikuwa ni chaguo la wazazi. Kama lingekuwa chaguo lake, basi asingeweza kuchagua azaliwe na wazazi ambao hawajui atakula nini au atavaa nini kesho. Mariam anasema hasemi hivyo kwa dharau, bali anausema ukweli ambao nafsi yake inamuunga mkono kuusema. Anausema ukweli ambao anatamani wewe msikilizaji uweze kuusikia, na kupitia ukweli huo uweze kujifunza. Hii ni safari ya Mariam, safari ambayo tumeianza siku hii ya leo. Kama ndiyo kwanza umefungulia redio yako, nikwambie tu, hii ni Nyota Njema The Brand. Tupo kwenye wakati mzuri kabisa wa alama za nyakati, na tuko na simulizi ya binti anayeitwa Mariam. Mimi jina langu ni Agnes Hosea. Tutakuwa pamoja katika simulizi hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Cha msingi tu wewe ongeza sauti ya redio yako ili uweze kufahamu kile ambacho kwa siku hii ya kwanza Mariam anatuambia. Mariam anasema katika familia yao wamezaliwa watoto 6. Wa kwanza ndiye yeye. Ijapokuwa wazazi wake hawakupenda kabisa mtoto wa kwanza azaliwe wa kike, ndiyo sababu hawakumpenda inavyostahili. Chuki yao dhidi yake ilikuwa wazi tangu wakati wa malezi yake. Jambo la kipekee ni kwamba baada ya muda kupita, wazazi wake walimpokea tu, kwa kuwa hawakuwa namna nyingine ya kubadili mpango wa Mungu katika maisha yao. Kama kungekuwa na namna, basi wangemfanya yeye mtoto wa kiume, yaani tangu tumboni mwa mama yake wangembadilishia huko huko. Sijui wangewezaje, lakini hayo yalikuwa ni mawazo ya Mariam. Na hata baada ya kuzaliwa kwake, wangekuwa na fedha, pengine wangeyabadili maumbile yake. Baba yake Mariam hakuwa na elimu ya pekee sana. Mariam anasema aliishia darasa la 7 tu, na mama yake aliishia darasa la 4. Hawakuwa watu bora sana, kama alivyosema kuwa familia yake ni ya kimaskini, au ilikuwa ni ya kimaskini kwa sababu kwa sasa ameshatengana na familia yake. Mariam anasema alianza darasa la 1 wakati huo anatembea peku. Kutembea peku hilo halikumsumbua sana, kwa sababu pale shuleni kwao hakuwa peke yake ambaye hakuwa na viatu. Walikuwa wengi tu. Wengine hata mavazi yao yalikuwa machakavu sana. Walimu hawakuwa na budi kuwafundisha vile vile walivyo, maana hawakuwa na namna ya kubadili hali ya maisha yao. Cha msingi wafike shule, wapate elimu iliyowapeleka, kisha waendelee na ratiba zao nyingine. Mariam anasema kwa yote atakayoyasema anaomba alaumiwe tu. Kama utaweza kufanya hivyo, msikilizaji, hiki ambacho anakisema Mariam utakielewa mbele ya safari. Maisha ya Mariam yalibadilika sana alipofikisha umri wa balehe. Alikuwa binti mwenye mwonekano wa kipekee sana, sura nzuri ya kuvutia, umbo zuri la kuvutia, na hapo alikuwa mwanafunzi. Mariam anasema hicho labda ndicho ambacho kilikuwa kikwazo kwa wanaume wenye tamaa na uchu wa mapenzi, kwani nani aliyependa kwenda jela miaka 30 kisa kampenda mwanafunzi? Hakuna anayependa kwa hakika. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Mariam. Lakini kuna wanaume wana ujasiri huko mtaani, wanawafuata mabinti wa shule
kwa malengo ambayo wao wameyadhamiria na maisha yanasonga. Sasa mimi niwakumbushe, kuna miaka 30. Huyo binti mwachie uhuru wake. Muache atimize ndoto zake. Muache atimize ndoto za wazazi wake. Usiwe kizuizi kwa kumtamanisha vitu ambavyo pengine wazazi wake hawana uwezo wa kumpa. Kwa hiyo tuache mabinti jamani wasome. Mariam anasema ni katika wakati huo kiburi kilimjaa. Akawa anajiona kwamba anaweza kufanya lolote kama mtu mzima. Mtu pekee aliyekuwa anaweza kumpa sikio lake alikuwa ni baba yake mzazi. Mama yake hakumsikiliza hata kidogo. Kibaya zaidi, hakuwa na mapenzi na mama yake. Ule msemo unaosema mtoto wa kike ni wa baba, mtoto wa kiume ni wa mama. Basi hapa Mariam alilithibitisha, lakini kwa namna ambayo haikuwa sawa kabisa. Mariam anasema kuna wakati alipokuwa akisali, alikuwa akimwombea mama yake afe mapema. Kuna uhuru ambao alikuwa anautaka katika maisha yake, na huo uhuru anaona kwamba mama yake ndiye kikwazo. Kwa nini asimwombee afe? Huyo ndiye Mariam. Mariam anasema maombi yake anafahamu fika hayakumfikia Muumba, kwa sababu alijifunza kuwa Mungu ni mwema na hawezi kamilisha nia zetu ovu kwa namna yoyote ile. Pale nyumbani kwao, kutokana na umasikini wao, walikuwa wanafanya biashara ya kuuza kuni. Ingawa kuni si chanzo kizuri sana cha nishati, kutokana na ukweli kwamba moshi unaotokana na kuni unachafua sana mazingira. Tena kunakuwa na ukataji hovyo wa miti msituni, na hili ni jambo ambalo serikali halikubaliani nalo kabisa. Katika biashara hiyo wakapata mteja mpya. Mteja huyo alikuwa akai mbali sana na nyumbani kwao. Kwa jina alikuwa anaitwa Alex. Yeye alikuwa anauza chipsi, kitu ambacho wasichana wengi wanakipenda. Ndiyo, chipsi na kuku au chipsi yai na soda fulani hivi. Mariam anasema hapo walikuwa wanachomoka wachache sana. Msikilizaji, huyu ni Mariam. Anatueleza safari ya maisha yake. Mimi natamani utenge muda kabisa kila Jumatatu hadi Ijumaa uweze kusikiliza simulizi, na sasa tuko na simulizi ya Mariam, uweze kufahamu hatima ya maisha yake kwa haya ambayo anatueleza. Nikwambie tu, Bishop Rose Mgeta majira saa 3 hapa Mlima wa Moto anakutana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kumsikiliza kwa changamoto ambayo anaipitia. Mtu huyo pengine ni wewe, rafiki yako, jamaa yako, jirani yako, ndugu yako. Basi msaidie kufika hapa Mlima wa Moto. Si yeye tu, kuna watumishi wengine wa Mungu wapo mahali hapa kuanzia majira saa 3 ili kuweza kukusikiliza. Jiandae vizuri, fika siku ya leo. Siseme kwamba Jumanne nyingine sipo, mimi nitaenda Jumanne ijayo bwana. Hapana. Mungu amekupa neema siku ya leo, unasema linalowezekana leo lisingoje kesho. Fika hapa ili uweze kuhudumiwa. Mariam anaendelea kutueleza kuwa Alex alizoea kuja pale nyumbani kwao mara nyingi sana kununua kuni. Kwa kumkadiria wakati huo alikuwa na umri kama miaka 26 hivi.
na hajui kama amemkadiria vizuri, maana alikuwa mtu mzima. Yeye alikuwa amekwisha hitimu chuo kikuu, hakupata ajira serikalini, akajiongeza kwa kujiajiri kwenye biashara ya chipsi. Wazazi wake walikuwa wanampenda sana, kwa sababu kwenye macho yao alionekana kuwa ni kijana mstaarabu na mwenye heshima. Mariam anasema kitu ambacho walikosea wazazi wake ni kumwamini sana Alex, kwani hakuna mwanaume anayepaswa kuaminiwa kwa kiasi ambacho wazazi wake walikuwa wakimwamini. Alikuwa akifika pale nyumbani kwao anakaribishwa ndani. Kwa mtu ambaye hafahamu, anaweza kudhania kuwa pengine yule ni mkwe pale nyumbani kwetu, maana wazazi wangu walikuwa wanamheshimu sana. Baada ya hapo atazungumza mambo mengi sana yanayohusu maisha. Kisha huyo Alex anachukua kuni zake na ondoka zake. Mariam anasema yeye alimzoea Alex kwa sababu tu alikuwa na mazoea kufika pale nyumbani kwao mara kwa mara, na wakati mwingine alikuwa akifika nyumbani kwao na kumkuta yuko peke yake. Hapo alikuwa akikaa naye na kuanza kuzungumza mambo ambayo Mariam anasema alikuwa hamuelewi kabisa. Alex alikuwa nadhani kwamba Mariam alikuwa anafanya makusudi, lakini ukweli ni kwamba Mariam hakuwa anafanya makusudi. Kuna mambo mengi sana ambayo kwa uhalisia wake alikuwa hayafahamu, kwani hakufundishwa kivile kama ambavyo wengine walikuwa wamefundishwa. Mariam anasema alihitimu darasa la 7 salama. Isivyo bahati kwa upande wake, wazazi wake hawakuwa na uwezo wa kumtolea mchango ili na yeye ashiriki mahafali pale shuleni. Hilo lilimuumiza sana. Hakujisikia vizuri hata kidogo. Akawaza kwamba pengine wazazi wake wamefanya tu makusudi, hawajataka tu na yeye afurahi kama ambavyo watoto wengine walikuwa wakifurahia kuhitimu masomo yao. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Mariam. Haya ndiyo ambayo Mariam ametamani kutujuza siku hii ya leo, msikilizaji, ikiwa ndiyo mwanzo kabisa wa simulizi yetu. Kipi ambacho Mariam anatamani kutujuza? Kesho nayo ni siku, tuungane pamoja kuanzia majira saa 12:30. Usiache kusikiliza, lakini pia usiache kuwashtua na wengine ili na wao waweze kujifunza kupitia simulizi ambazo tunakuletea hapa kwenye Alama za Nyakati. Mimi ni Agnes Hosea na hii ni Nyota Njema The Brand.